Hadithi: maajabu ya jiji la Dar es Salaam. Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Amani. Amani alikuwa ametoka kijijini Morogoro akiwa na ndoto kubwa, kuja kuanza maisha mapya katika jiji kubwa la biashara, Dar es Salaam. Aliposimama kwenye kituo kikubwa cha mabasi cha Ubungo Bus Terminal, macho yake yalikuwa yanazunguka kila upande. Magari yalikuwa mengi, watu walikuwa wanakimbia kila mahali. Wachuuzi walikuwa wanaita, "Karanga, karanga tamu! Maji baridi hapa! Simu mpya bei nafuu!" Amani akajiambia moyoni, hapa ndipo maisha yangu mapya yanaanza. Lakini hakujua kuwa jiji hili lina siri nyingi kuliko alivyodhani. Baada ya siku chache, Amani alipata kazi ndogo ya kubeba mizigo katika soko maarufu la Kariakoo Market. Soko lilikuwa kama dunia nyingine. Watu kutoka kila pembe ya Tanzania walikuja hapo kununua na kuuza bidhaa. Harufu ya viungo, pilipili, samaki na nguo mpya ilijaa hewani. Mzee mmoja mfanyabiashara alimwambia, "Ukikaa Dar es Salaam kwa muda, utaona maajabu yake. Jiji hili linaweza kukuinua au kukuangusha." Maneno yale yalimfanya Amani kufikiria sana. Siku moja jioni, rafiki yake mpya Juma alimpeleka baharini kwenye ufuko maarufu wa Coco Beach. Bahari ilikuwa tulivu, mawimbi yalikuwa yakigonga ufukwe polepole. Watu walikuwa wanacheza muziki, wengine wanacheka, wengine wanatazama machweo ya jua. Amani akasema kwa mshangao, "Dar es Salaam inaonekana kama dunia nyingine usiku." Juma akacheka, "Hii ni mwanzo tu, bado hujaona Mbezi Beach, Posta au Mlimani City." Siku moja, Amani alipelekwa kufanya kazi katikati ya jiji, kwenye eneo la Posta, Dar es Salaam. Majengo marefu yalikuwa yanagusa anga, magari yalikuwa yakipita kwa kasi. Lakini usiku ulipoingia, aliona kitu cha ajabu. Mzee mmoja aliyekuwa anaonekana kama mlinzi alimwambia, "Jiji hili lina historia. Watu wengi wanafika hapa kutafuta utajiri, lakini wachache sana wanaona siri zake." Amani hakuelewa alimaanisha nini. Wiki moja baadaye, Amani na rafiki zake walienda kutembelea Bongoyo Island. Walipofika, walishangaa uzuri wake. Bahari ilikuwa safi kama kioo, samaki walikuwa wanaonekana chini ya maji. Lakini wakati wakitembea msituni, waliona ramani ya zamani iliyokuwa imechorwa kwenye jiwe. Ramani hiyo ilionyesha sehemu kadhaa za Dar es Salaam. Juma akasema kwa mshangao, "Hii inaonekana kama ramani ya hazina." Ramani iliwaongoza kwenye sehemu nyingi za jiji: Mlimani City Mall, Azania Front Lutheran Church, National Museum of Tanzania. Kila sehemu walipata kidokezo kipya. Polepole waligundua kuwa ramani haikuwa ya hazina ya dhahabu, ilikuwa ramani ya historia ya jiji. Hatimaye walifika sehemu ya mwisho karibu na bandari ya Port of Dar es Salaam. Kulikuwa na maandishi yaliyosema, "Hazina ya kweli ya Dar es Salaam sio dhahabu wala fedha. Hazina yake ni watu wake, ndoto zao na juhudi zao." Amani akatabasamu. Aligundua kitu kikubwa sana. Jiji hili linaweza kuwa gumu, lakini pia lina nafasi kwa mtu yoyote mwenye ndoto. Miaka michache baadaye, Amani alikuwa ameanzisha biashara yake mwenyewe Kariakoo. Alipokaa usiku akiangalia taa za jiji la Dar es Salaam, alikumbuka siku aliyofika akiwa maskini. Akatabasamu na kusema, "Kweli, maajabu ya jiji hili hayaishi." Mwisho, lakini safari ya ndoto ndani ya Dar es Salaam inaendelea kwa kila mtu anayethubutu kujaribu. Baada ya Amani kufungua biashara yake katika eneo la Kariakoo Market, maisha yake yalikuwa yanaanza kuwa mazuri. Lakini usiku mmoja, aliporudi nyumbani, alipata bahasha ya ajabu imewekwa mlangoni. Ndani yake kulikuwa na karatasi moja tu. Iliandikwa, "Kama unataka kujua siri ya kweli ya jiji hili, njoo kesho saa 6 usiku kwenye mnara wa zamani wa saa." Amani alishtuka. Aliwaza sana, lakini hamu ya kujua ilimshinda. Usiku ulipofika, Amani alienda kwenye mnara maarufu wa Askari Monument katikati ya jiji. Barabara zilikuwa tulivu. Taa za jiji zilikuwa zinawaka polepole. Ghafla, sauti ilisikika nyuma yake. "Umefika, Amani." Alipogeuka, alimuona mzee yule yule aliyewahi kukutana naye Posta. Mzee huyo alimwambia kitu ambacho Amani hakuwahi kufikiria. Jiji la Dar es Salaam lina siri iliyofichwa kwa miaka mingi. Akachora ramani ndogo ardhini.
Chini ya jiji hili kuna mtandao wa njia za zamani zilizojengwa zamani sana wakati wa ukoloni. Njia hizo zilikuwa zinatumika kuhifadhi nyaraka za siri, kuficha hazina za kihistoria na kulinda historia ya taifa. Amani akabaki mdomo wazi. Mzee alimpeleka Amani karibu na jengo la National Museum of Tanzania. Kulikuwa na mlango mdogo uliofichwa nyuma ya ukuta wa zamani. Walipoufungua, waliona ngazi zinazoshuka chini kabisa ya ardhi. Amani akasema kwa hofu kidogo, "Hii ni kweli ipo chini ya jiji?" Mzee akajibu, "Ndiyo. Watu wengi wanaishi juu ya jiji bila kujua kinacholindwa chini yake." Walipofika chini, waliona vyumba vikubwa vya mawe. Ndani kulikuwa na ramani za zamani za jiji, picha za viongozi wa kale, vitu vya kihistoria vya Tanzania. Mzee akasema, "Hii ndiyo hazina halisi ya Dar es Salaam." Lakini ghafla waliposikia hatua za watu. Kundi la watu waliovaa nguo nyeusi walikuwa wanajaribu kuingia. Walikuwa waporaji wa vitu vya kihistoria. Amani alitambua kuwa siri ya jiji ilikuwa hatarini. Kwa msaada wa mzee na rafiki yake Juma, Amani aliweza kuwazuia kwa kuwafungia mlango wa njia ya chini. Asubuhi yake walitoa taarifa kwa mamlaka. Siri ya jiji iliokolewa. Mzee alimwambia Amani, "Leo umeonyesha kuwa wewe ni mmoja wa watu wanaoweza kulinda jiji hili." Amani akauliza, "Lakini wewe ni nani?" Mzee akatabasamu, "Tunaitwa walinda historia ya Dar es Salaam." Kuanzia siku hiyo, Amani hakuwa mfanyabiashara tu. Alikuwa pia mlinzi wa siri za jiji. Na kila usiku alipokuwa anaangalia taa za Dar es Salaam, alijua kuwa jiji hili lina siri nyingi zaidi kuliko watu wanavyofikiria. Baada ya Amani kugundua njia za siri chini ya jiji la Dar es Salaam, alidhani safari yake imeisha. Lakini siku moja alipokuwa akipanga vitu kwenye chumba cha siri cha historia, aliona ramani nyingine ya zamani. Ramani hiyo ilikuwa tofauti. Iliashiria sehemu moja baharini karibu na Kunduchi Beach. Chini ya ramani kulikuwa na maneno ya ajabu. Hazina kubwa zaidi ya jiji iko chini ya maji. Amani akahisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Amani na rafiki yake Juma waliamua kuchunguza siri hiyo. Walichukua mashua ndogo usiku na kuelekea bahari karibu na Kunduchi Beach. Bahari ilikuwa tulivu sana, lakini ghafla waliona mwanga wa ajabu chini ya maji. Juma akasema kwa sauti ya chini, "Hii si kawaida, kuna kitu kiko chini." Walipozama ndani ya maji wakiwa na vifaa vya kupumua, waliona kitu ambacho hakikuaminika. Chini ya bahari kulikuwa na mabaki ya mji wa zamani, majengo ya mawe, sanamu za kale na milango mikubwa ya chuma. Amani akashangaa, huu ni mji uliozama. Ndani ya jengo moja la mawe waliona maandishi ya zamani. Yalieleza kuwa karne nyingi zilizopita, wafanyabiashara wa bahari walijenga mji wa siri wa biashara karibu na pwani ya Dar es Salaam. Lakini tetemeko la ardhi lilizama mji huo ndani ya bahari. Hazina yake ilibaki chini ya maji. Lakini kabla Amani na Juma hawajaondoka, waliona taa kali zikikaribia. Ilikuwa meli ya waporaji wa hazina. Walikuwa wamefuata ramani hiyo hiyo. Kiongozi wao akasema, "Hatimaye tumepata hazina ya Dar es Salaam." Amani aligundua kuwa waporaji walikuwa na vifaa vya kisasa zaidi. Alimwambia Juma, "Hatuwezi kupigana nao. Lazima tulinde siri hii." Walitoroka kupitia njia ya mawe ya zamani, lakini walichukua kifaa kimoja muhimu kutoka mji ule wa kale, sanduku la chuma lililokuwa limefungwa. Waliporudi juu ya maji, walifungua sanduku. Ndani yake kulikuwa na ramani za kale za biashara za Afrika Mashariki, sarafu za zamani na hati ya historia ya pwani ya Tanzania. Amani akasema, "Hii si hazina ya pesa, ni hazina ya historia." Asubuhi iliyofuata, walipeleka vitu hivyo kwa wataalamu wa historia katika National Museum of Tanzania. Wataalamu walishangaa sana. Ugunduzi huo uliweza kueleza sehemu kubwa ya historia ya biashara ya pwani ya Afrika Mashariki. Lakini mahali halisi pa mji ule uliozama lilibaki siri. Usiku moja, Amani alipokuwa anatazama bahari kutoka ufuku wa Coco Beach, aliona mwanga mdogo uking'aa mbali baharini. Akatabasamu. Alijua kitu kimoja. Dar es Salaam bado lina siri nyingi na safari yake haijaisha.